Je, unafahamu mchakato unaofanyika pindi kiti cha papa kinapobaki wazi? Afisa mwandamizi ndani ya Vatican maarufu kama Carmelengo ndiye atakuwa wa kwanza kuthibitisha kifo cha papa. Kwa sasa nafasi ya Carmelengo inashikiliwa na Kardinali Kevin Farrell kutoka nchini Ireland. Yeye ndiye mwenye jukumu la kuchunguza mwili wa papa na kulita jina lake la ubatizo mara 3 ili kuhakikisha kuwa kama kweli papa amefariki, hata kama madaktari watakuwa wamelithibitisha hilo. Kisha papa huyo huvuliwa pete yake ya kipapa na kuharibiwa kabla ya makazi ya papa huyo kufungwa na jopo la makardinali kutaarifiwa kuhusu kifo cha papa, kabla pia tangazo rasmi halijatolewa na Vatican yenyewe. Siku 9 za maombolezo au novendiale hufanyika huku mwili wa papa huyo ukiweka ndani ya kanisa la Mtakatifu Petro kwa ajili ya shughuli za kutoa heshima za mwisho. Vatican huingia kwenye maombolezo rasmi huku kitangaza kuwa kiti cha papa kiko wazi, ambapo maamuzi makubwa hushindwa kufanyika kutokana na kutokuwepo na kiongozi wa kanisa hilo kwa wakati huo. Mazishi ya papa hufanyika ndani ya siku chache ndani ya viunga vya Mtakatifu Petro na yataongozwa na kiongozi wa makardinali ambaye ni Mtaliano anaitwa Giovanni Battista Re. Papa huyo atazikwa kwenye eneo maalum lililo chini ya kanisa la Mtakatifu Petro, ambamo pia wamezikwa mapapa 100 waliowahi kushika wadhifa wa kanisa hilo. Wiki 3 baada ya maziko ya papa, makardinali hukutana katika kanisa la Sistine kwa ajili ya mchakato wa kumchagua papa mpya ambaye hutokea kati ya makardinali hao, utaratibu ambao umedumu sasa kwa miaka 700. Zoezi la upigaji kura ni la siri sana, likihusisha makardinali wenye umri chini ya miaka 80. Jumla ya makardinali 120 wanatarajiwa kushiriki mchakato huo, huku kanisa Katoliki duniani likiwa na makardinali 252 hadi kufikia mwezi Januari mwaka 2025. Zoezi hilo hufanyika mara 4 hadi kardinali anayewania nafasi hiyo apate 2/3 ya kura zote zinazopigwa.